Arise and shine. Kwa majina naitwa Margaret Maboja kutoka Singida. Unatokea Singida? Ndiyo Margaret. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na miguu na magoti kuuma. Yaani magoti yalijaa. Ulikuwa na tatizo la miguu? La miguu. Miguu ilikuwa inakusumbua maeneo gani? Magoti. Yaani miguu ilikuwa inauma. Miguu inauma? Na inauma afu magoti yalijaa na yalivimba. Na kuna mikono ilikuwa inauma, usiku ilikuwa silali. Ulikuwa ulali usiku? Kabisa. Kwa muda gani? Yaani kwa miaka 5. Ndani ya miaka 5? Yaani nimehangaika, nimeenda kwa waganga, sikufanikiwa kupona. Ndio. Baadaye mwaka ule alikuwa anakuja mtumishi wa Mungu pale Dodoma. Mtume alipokuja Dodoma? Alipokuja Dodoma, kuna dada yangu akaniita, akaniambia, mdogo wangu, uje Dodoma. Uende Dodoma, yupo mtumishi wa Mungu anaponya. Ndio. Nikamwambia, dada yangu, nitapata wapi nauli ya kufika Dodoma? Sina uwezo. Akaniambia, njoo nyumbani kwangu, mimi nina TV. Ndio. Tunajiungamanisha kwa njia ya TV. Kupitia TV. Ukaamua kwenda? Nikajiuliza, nijiungamanisha kupitia TV? Nikawa sielewi. Lakini sikuongea mabaya. Ndio. Ukaamua kwenda? Nikaamua kwenda kwa dada yangu. Nikafika, wakafungua TV. Walipofungua, mtumishi wa Mungu ameshaanza. Ndio. Basi nikaanza kusikiliza, ikawa yanaingia, mengine yanatoka hivyo hivyo. Baadaye aliposema mtumishi wa Mungu, inua kikaratasi cha kukanyagia mafuta, akaniambia, dada yangu, inua. Nikachukua, nikanyanyua. Ilikuwa ni siku ya kukanyaga mafuta upako? Mchana. Siku ya Jumapili. Ilikuwa siku ya Jumamosi, kongamano la Dodoma. Okay. Siku hiyo alikuwa anamaliza. Jumamosi. Kono akakupa kitu cha kukanyagia? Nikainua. Basi nikaweka chini. Ukakanyaga? Nikakanyaga. Aliposema mtumishi wa Mungu, anza kusiliba miguu yenu na nyie mnaonisikiliza kwenye TV. Nikaanza kusiliba miguu. Ndio. Nilipomaliza kusiliba miguu, yaani kikaanza kutembea vitu kwenye miguu. Paka nikaanza kujiuliza, sasa nini? Baadaye nikasema, huu ndo uponyaji. Ulipomaliza tu kuchovya miguu kwenye mafuta, kikaanza kutembea, ukaona vitu vinatembea ndani ya miguu. Vinatembea kabisa kwenye miguu kwa kasi. Yaani mpaka nikashangaa, yaani mpaka nikakosa raha. Baadaye nikasema, huu ndio uponyaji. Ndio. Nikakaa kimya, sikumwambia mwingine. Yaani tukakaa hivyo hivyo, nikashinda hapo, nikalala, nikahudhuria na kuomba familia. Asubuhi nilipoamka, hiyo hali imetoka. Yaani miguu ikawa miepesi. Yaani nikapona hapo hapo, pamoja na mikono yote. Ongeza tena makofi kwa Yesu. Mama, kuanzia siku hiyo ulipona miguu? Nikapona. Ulipona magoti? Nikapona. Mikono pia iliacha kuuma? Nimepona. Ninalala vizuri. Alafu kwenye mwili ilikuwa nawasha tu, yaani ukilala unawasha, yaani ikifika muda wa saa 5, yaani nguo unavua kabisa, unajifungia humu. Yaani kwa ajili ya mwili kuwasha? Yaani kwa ajili ya mwili kuwasha. Lakini baada ya siku hiyo kuchovya miguu? Yaani kuchovya mafuta kwenye miguu yangu, nikachukua nikaelekeza na maji na mafuta hayo ya kula. Ndio. Maji nilipofika nyumbani, kwa sababu nilikuwa nikichukua zile nguo za kwenye sanduku, yaani nikijifunga kama nimejifunga sijui nini. Mwili unawasha tu. Nilipomwagia hayo maji na mafuta, nikapaka na mafuta nikamwagia kwenye nguo, hiyo hali ikatoka. Mpaka leo? Mpaka leo. Umefurahi? Nimefurahi sana. Ongeza makofi kwa Yesu. Mama, kuna watu wamekuja hapa leo kwenye hii madhabahu ya mtumishi wa Mungu na wao wanahitaji kupona. Lakini pia kuna wengine wako kwenye TV muda huu wanasikiliza na wao wanahitaji uponyaji wao leo.
unawaambiaje nini wafanye ili Mungu awatendee na wao? Jamani, mimi ninaomba hata na Wasukuma wenzangu wanaonisikiliza na ndugu zangu wanaonisikiliza nyumbani, wasifuate mambo ya waganga. Mimi nilichanjwa chale jamani kwenye magoti mpaka nikahangaika, ugonjwa ndio ukazidi. Nawaambia jamani, tusifuate mambo ya waganga. Ndio. Fuate mtumishi wa Mungu anavyotuelekeza. Yes. Ongeza tena makofi. Naomba nisaidie kumgeukia jirani yako. Mgeukie, muangalie jirani yako. Muulize, una imani ya kupokea leo? Muulize tena, unaamini leo unapokea muujiza? Kama wote tunaamini, tumpe Yesu makofi. Mama, umewaambia mpaka Wasukuma wenzako wasifuate mambo ya kiganga. Hata miungu tuachane nayo. Sasa nisikilize Margaret. Kuna wenzio, kuna ndugu zako wengine hawajui lugha ya Kiswahili. Hebu waambie kwa lugha ya nyumbani. Waambie kabisa kwa lugha ya nyumbani ili wajue Mungu anatenda nini kwenye hii madhabahu. Na lemwera keke Basukuma bichane. Tolekane no na abafumu balobolobo. Sasa nini wafanye? Tumfuate Yesu. Waambie kwa Kisukuma sasa. Yaani tofa tosela. Opeti wise. Pigie tena Yesu makofi. Mungu wa makabila yote anatenda kwenye hii madhabahu. Hebu sema na mimi napokea leo. Sema tena. Ongeza sauti. Amen. Mama, Mungu akubariki. Endelea kuifuatilia madhabahu. Amen. She's Margaret, is from the goodness of the Lord, saying that she had a problem with her legs and her knees had pain and also was swelling, and also her hands had pain and couldn't sleep for over 5 years. And she went to the witch doctors, but no avail. She heard about this altar. She was introduced by her sister about this altar, and she started connecting herself through the Dodoma Crusade. And that day, it was stepping feet on anointing oil. So when she just applied anointing oil on her feet, that day she just felt like things were moving on her legs. And since that day, she was healed. But also her body was itching, but just after the anointing, she was healed, she was delivered. To God be the glory. Pigie tena Yesu makofi. Karibu mtu mwingine. Karibu. Tumusifu Yesu Kristo. Milele amina. Mimi kwa majina naitwa Jonas Jeremia Elias. Ndio. Nimetokea mkoa wa Tanga, wilaya ya Handeni. Umetokea Tanga, Handeni? Ndio. Nimekuja kutoa ushuhuda. Mimi nilikuwa na kilevi cha kuvuta sigara kwa miaka 20. Miaka 20 ulikuwa unavuta sigara? Ndio. Ilitokea mpaka marafiki wenzangu kuwa wananichukia kama tukiwa sehemu kama senta kuwa navuta sigara. Ndio. Ila nilivyoanza kufuatilia, yaani miaka 20 unavuta sigara? Ndio. Yaani maeneo yoyote ulikuwa uchagui wapi na wapi, wewe ulikuwa unavuta maeneo yote? Maeneo yote navuta, nikikosa sigara hata kula siwezi kula vizuri. Mpaka uipate sigara uvute ndio utaanza kula? Kweli. Sasa kuna wakati ulitamani hiyo hali uache? Hiyo hali nilitamani niache, mpaka nikaanza kuzunguka kwa waganga ili waweze kunipa dawa ya kunitoa hamu ya kuvuta sigara. Nilizunguka kama miaka 7 kama sikosei. Kama miaka 7 unataka kuacha, inashindikana? Ndio. Ila nilivyokuja hapa kwenye madhabahu hii, ndio siku ya ibada ya wanaume. Ndio. Toka siku hiyo, ilikuwa ni siku ya mwanaume, lazima uwe mwanaume? Ndio. Ulikuwepo hapa? Nilikuwepo hapa. Kwanza nilianza kufuatilia kwenye redio, nikasema hivi mimi nikifika hapo hii hali ya kuvuta sigara sito iacha kweli? Ndio. Nikafunga safari nikaja hapa. Toka siku hiyo nikawa najisikia kuwa, kwanza nikiwa hapa nikawa najisikia kichefuchefu nikifikiria kuvuta sigara.
Ukifikiria tu ukiwa hapa madhabahuni ndio unasikia kichefuchefu. Ndio. Kwa sababu nilipokuwa naenda kulala Mbagala, nilifika pale nikaenda dukani nikanunua sigara nikavuta. Baada ya kutoka hapa? Baada ya kutoka hapa. Kusema ule ukweli, nilitapika. Ulitapika? Nilitapika chakula chote nilichokula siku hiyo. Mbali na hapo nikasema kweli Mungu ametenda. Ndio. Siku hiyo nakuja hapa, niliacha mke wangu amelala ndani ya miezi mitatu, yupo ndani. Ndio. Kwa sababu alikuwa amevimba mguu sana. Ndio. Kutokana na mambo tulianza kufuatilia mambo ya waganga ili apate kupona. Ndio. Tumehangaika ndani kama miezi 7 hivi ili aweze bila mafanikio. Bila kufanikiwa ili aweze kupata ujauzito. Lakini nilipofika hapa mke wangu alikuwa na miezi mitatu yupo ndani, kutoka nje na mbeba, kurudi ndani na mbeba. Ndio. Ila nilivyokuwa hapa kwenye maombi akawa ananitumia meseji kwamba anaendelea kujisikia vizuri. Anaendelea kupokea uponyaji. Anaendelea kupata uponyaji. Yeye yuko nyumbani, wewe uko ibadani. Ndio. Na ndo mara yako ya kwanza. Ndo mara yangu ya kwanza. Hapo natoka hapa ananiambiaje, mimi nipo shamba nazunguka, sasa hivi natembea. Ametoka nje anazunguka? Ndio. Pigie Yesu Kristo makofi. Sasa ulivyotoka hapa, ulivyorudi nyumbani? Nilivyotoka hapa nikawa nimeenda na mafuta ya upako na maji ya upako. Ndio. Nafika kweli siamini alipokuja kunipokea mke wangu. Alikuja kukupokea? Alikuja kunipokea kwa kutembea kwa miguu yake. Anatembea yeye mwenyewe? Ndio. Na swala la sigara? Na swala la sigara, nilipofika mke wangu nikamhadisia kwamba nimevuta tena, nilivyotoka kwenye madhabahu hii nikatapika. Ndio. Hakuweza kuamini siku hiyo. Hakuamini? Hakuamini kweli. Tulivyokaa kama ndani ya wiki 2 anaona sivuti. Ndio. Akaanza kunishawishi kwamba nitafute nauli na yeye nimulete hapa ili apate na yeye uponyaji. Ndio. Kweli nashukuru Mungu, nimepambana kwa mambo ya waganga, nimeacha nikaja hapa nikapata uponyaji, na mke wangu amekuja mwenyewe kwa miguu yake akiwa amepona kabisa, akiwa mzima kabisa. Pigie Yesu Kristo makofi. Ongeza makofi kwa Yesu Kristo. Brother, umefurahi? Umefurahi? Nimefurahi sana. Kwa mke wako alifika au hata leo umekuja naye? Hata leo nimekuja naye kweli. Yuko hapa? Yupo hapa. Ongeza makofi kwa Yesu. Hebu muite mke wako aje. Tumia ile lugha ambayo Mtume anatufundisha kwa wake zetu. Mwambie hani njoo. Baby njoo. Yes. Makofi mengine kwa Kristo Yesu. Amenitendea mema, huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. 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 Amenitendea mema. Inua tu mikono yako juu namna hii. Anatutendea mema, Bwana Yesu anatutendea mema, mema sana. Amenitendea mema, huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Amen. Arise. Usiogope. Hebu mgeukie jirani yako, mshike mkono, mwambie acha kulia, anza kuamini. Mwambie tena. Kama unaona amenuna, mwachie mkono, shika upande wa pili, mwambie acha kulia, anza kuamini. Pigie Yesu Kristo makofi. Brother, huyu ndo mke wako?
Ndio. Unasema alipokea uponyaji kwa mara ya kwanza wewe ulivyofika kwenye hii madhabahu. Ndio. Wewe uko hapa umemwacha nyumbani akiwa na miezi mitatu hatembei. Ndio. Sasa baada wewe kupokea uponyaji hapa, nini Mungu alimtendea nyumbani? Mke wangu amepona, akaanza kutembea kwa miguu yake. Na unarudi nyumbani akakupokea. Ndio. Ni kweli? Ni kweli, amenipokea. Patie mama Mike tusalimie. Arise. Elshad. Usiogope. Amini tu. Kwa majina naitwa Shukurani Edward Mwandre. Ndio. Nimetokea Tanga, wilaya Handeni. Ndio. Nilikuwa naumwa mguu mmoja wa mkono wa kushoto. Ndio. Ulijitokeza ukavimba. Na mume wako anasema miezi mitatu ulikuwa hutembei, hata kutoka nje huwezi. Ndio. Tuambie pokeaje uponyaji? Siku hiyo akiwa hapa nilifungua redio. Wewe ulikuwa unafuatilia kwa njia ya redio? Ndio. Ukiwa nyumbani? Ndio. Nikawa nafuatilia kwenye redio, mara nikatumia maji na mafuta ya wakati mtume anaachilia upako hapa, wewe ulikuwa unasikiliza? Ndio. Ulikuwa naamini ama ulikuwa na mashaka? Nilikuwa naamini. Mwanzo nilikuwa siamini, lakini nikaamini. Ukaanza kuamini? Ndio. Na baada ya ibada kuisha? Baada ya ibada kuisha nikaanza kutembea kwa kutumia maji ya upako na mafuta. Ukaanza kutembea? Ndio. Wakati ulikuwa uwezi miezi mitatu? Nilikuwa siwezi hata kwenda kujisaidia, alikuwa analibeba. Lakini baada ya upako wa siku hiyo nimepona mpaka sasa hivi. Sasa hivi hata kama mguu haujakaa sawa, lakini nashukuru Mungu. Lakini unatembea? Ndio. Pigie Yesu Kristo makofi. Sasa mume wako anasema wakati anakuja ulienda kumpokea, jambo ambalo lilimshangaza sana. Mtu ambaye nimemwacha ndani atembee anakuja kunipokea. Tuambie ilikuwaje? Ndio, nilienda kumpokea akawa anashangaa. Ndio. Alishangaa? Hebu tunong'oneze, alifurahi au ilikuwaje? Alifurahi. Alifurahi sana au kidogo? Alifurahi sana. Pigie Yesu Kristo makofi. Wangapi wanasema hii madhabahu na mimi nanifurahisha leo? Umejiandaa kufurahi? Amen. Dada, Mungu akubariki. Brother, ubarikiwe sana. Asante sana mtume. Kuna watu wako hapa na wao wanataka wapone, na wengine wanasikiliza ibada, wengine walikuwa wanavuta sigara, wengine bangi, wanataka waache. Nini wafanye? Cha kufanya, wasihangaike kwa waganga wala kwa kufikiria mambo mengine, wafikirie kuenda kwa mikono mwa Mungu, waamini Yesu, kwa sababu Mungu yupo na anatenda. Mungu yupo na anatenda kweli. Pigia Yesu makofi. Hebu waambie waje Kawe. Yaani watu navosema unavosema kwamba mtu haamini, amini kutokea kwa imani yake na moyo wake, kwa sababu waganga hawana maana. Hawana maana. Waganga tuseme wa kienyeji hawana maana. Mimi nimenilia hela nyingi sana, sikuweza kufanikiwa. Wamekula hela nyingi sana mno. Hebu waambie wale watu wanaokuangalia kwenye TV, waambie uponyaji upo Kawe, njoo Kawe. Uponyaji upo Kawe, tena upo Kawe miaka yote. Mimi nimeukuta hapa Kawe uponyaji. Umeukuta hapa Kawe? Ndio. Pigie Yesu Kristo makofi. Hebu sema na mimi napona leo. Sema mara ya pili. Ongeza mara ya tatu. Unapona lini? Sema leo. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Is Jonas Jeremiah testifying the goodness of the Lord, saying that was smoking cigarette for more than 20 years. And if he hadn't smoked, he couldn't even eat. He went to the witch doctors for over 7 years, roaming around for different witch doctors, but no avail. So he heard about this altar, and he came here during the Man Must Be a Man crusade. And that day when he was here, he just started feeling to vomit.
So when he went back home, he went to a shop and tried to buy a cigarette so that he can smoke, but he couldn't. He just vomited. So since then was delivered, he had no desire anymore to smoke a cigarette. But also he's saying that his wife had a leg problem. It was swollen for over 7 months. So when he was here, it was like 3 months. His wife was just sleeping and she couldn't even walk. So when he was here, his wife wrote a message to him and said that now she's doing well. So she started walking. And when he went back home, lo and behold, his wife went to welcome him. He was surprised because at first she couldn't walk. But lo and behold, she was able to walk. So she's testifying God, his wife, known as Shukurani, testifying to God that now she has been healed and she can walk. As you can see her now, she's doing well. To God be the glory. Pigia Yesu makofi. Jonas.